Takwimu zinaeleza kwamba matumizi ya kijeshi duniani yameongezeka hadi kufikia karibu dola trilioni 2.9 katika kipindi cha mwaka 2025. Hii ikiashiria kwamba kwa mwaka wa 11 mfululizo kuna ongezeko la hali hiyo ya matumizi ya kijeshi, na hali hiyo inachagizwa na ukosefu wa usalama ambao umetajwa kuwa ni sababu kuu iliyopelekea kuongezeka kwa kiwango hicho cha fedha. Kwa mujibu wa ripoti ya taasisi ya utafiti wa amani ya kimataifa ya Stockholm SIPRI, mataifa matatu yaliyotumia fedha nyingi zaidi katika bajeti zao za ulinzi ni Marekani, China na Urusi, ambazo zilifikisha jumla ya matumizi ya trilioni 1.48 sawa na zaidi ya nusu ya matumizi yote ya kijeshi duniani. Kwa jumla, matumizi ya kijeshi duniani yaliongezeka kwa asilimia 2.9 ikilinganishwa na mwaka 2024 licha ya kupungua kwa matumizi ya Marekani ambayo bado ndio inatumia fedha nyingi zaidi duniani kwenye masuala ya ulinzi. Mtafiti wa SIPRI Lorenzo Scarazzato ameliambia shirika la habari la AFP kwamba kupungua kwa matumizi ya Marekani kulifidiwa na ongezeko kubwa barani Ulaya na Asia, akisema dunia ilishuhudia mwaka mwingine wa vita na mvutano ulioongezeka. Scarazzato ameongeza kuwa mzigo wa kijeshi wa dunia, sehemu ya pato la taifa GDP iliyotumika kwa matumizi ya kijeshi, ulifikia kiwango cha juu zaidi tangu mwaka 2009. Amesema hali hiyo inaonyesha dunia inayohisi kutokuwa salama na inayoelekeza fedha zaidi kwenye jeshi lake kufidia mazingira ya kimataifa. Marekani ilitoa dola bilioni 954 katika mwaka 2025 ikiwa ni pungufu ya asilimia 7.5 ikilinganishwa na mwaka 2024. Kupungua huko kunahusishwa na kutokuwepo kwa msaada mpya wa kijeshi kwa Ukraine baada ya Washington kuahidi jumla dola bilioni 127 kwa Kiev katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Hata hivyo, kupungua huko kunatarajiwa kwa muda mfupi tu, kwani bunge la Marekani limeidhinisha matumizi zaidi ya dola trilioni 1 kwa mwaka 2026 ambayo yanaweza kuongezeka hadi dola trilioni 1.5 katika kipindi cha mwaka 2027 iwapo pendekezo la bajeti ya Rais Donald Trump litapitishwa na bunge. Ulaya ikijumuisha Urusi na Ukraine zimeelezwa kwamba ndio chanzo kikuu cha ongezeko la fedha zilizotumika kijeshi katika dunia, ikiongezeko la asilimia 14 hadi dola bilioni 864. Scarazzato amesema sababu kuu ni mbili: vita vinavyoendelea Ukraine na kupungua kwa ushiriki wa Marekani barani humo. Ujerumani, mtumiaji wa 4 kwa ukubwa duniani, iliongeza matumizi yake kwa asilimia 24 hadi dola bilioni 114 katika kipindi cha mwaka 2025. Hispania pia ilirekodi ongezeko kubwa la asilimia 50 hadi dola bilioni 40.2 kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1994. Matumizi yake ya kijeshi yalivuka asilimia 2 ya pato la taifa. Vita vya Ukraine vilisukuma Urusi kuongeza matumizi yake kwa asilimia 5.9 hadi kufikia kiasi cha dola bilioni 190 sawa na asilimia 7.5 ya pato la jumla kwa taifa hilo, huku Ukraine ikiongeza matumizi kwa asilimia 20 hadi kufikia dola bilioni 84.1 sawa na asilimia 40 ya pato lake la taifa. Licha ya mvutano unaoendelea Mashariki ya Kati, matumizi katika eneo hilo yaliongezeka kidogo tu kwa asilimia 0.1 hadi dola bilioni 218, wakati nchi nyingi katika eneo hilo zikiongeza matumizi ya kijeshi. Kwa Israel na Iran hali ilikuwa tofauti. Iran ilipunguza matumizi kwa asilimia 5.6 hadi dola bilioni 7.4, ingawa kwa thamani halisi ya matumizi yaliongezeka kutokana na mfumuko wa bei kwa asilimia 42. Israel ilipunguza matumizi kwa asilimia 4.9 hadi dola bilioni 48.3, hatua inayohusishwa na kupungua kwa makali ya vita vya Gaza baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano Januari 2025. Hata hivyo, matumizi ya Israel bado yalikuwa juu kwa asilimia 97 ikilinganishwa na mwaka 2022. Matumizi ya kijeshi katika Asia na Oceania yalifikia dola bilioni 681, ongezeko la asilimia 8.5 kutoka mwaka 2024, kiwango cha juu zaidi katika eneo hilo tangu kurekodiwa 2009. Scarazzato ameendelea kubainisha kwamba mhusika mkuu katika eneo hilo ni China, ambayo imekuwa ikiongeza matumizi kila mwaka kwa miongo mitatu iliyopita. Japan nayo iliongeza matumizi ya kijeshi kwa asilimia 9.7 hadi kufikia dola 62.2 mwaka 2025, sawa na asilimia 1.4 ya pato la jumla la taifa hilo, hiki kikiwa ni kiwango chake cha juu zaidi tangu iliporekodiwa mnamo mwaka 1958. Taiwan ikiongeza matumizi kwa asilimia 14 hadi kufikia kiasi cha dola bilioni 18.2. Hivyo ndivyo mataifa mengi yalivyowekeza nguvu kubwa katika masuala ya kijeshi ili kuimarisha ulinzi wa mipaka yake kwa ujumla. Naitwa Ibrahim Rojala.